Kwa hivyo ni baadhi ya vitu tu ambavyo umekuwa ukifanya, ila kwako hujui iwapo inakubalika mbele za Mungu kama mfano Mkristo. Hujui kwamba inakubalika ama haikubaliki. Na mgeni hapa kwa jina John Oduor atajieleza pia na atatueleza kulingana na yeye ni mambo ya aina gani ambayo watu hufanya bila kujua iwapo kama inakubalika mbele za Mungu ama inakubalika. Kwa hivyo John, Mhm. tuzungumzie hili Mhm. ili watazamaji wetu pia waweze kuelewa, pia wasikilizaji waweze Mhm. kuelewa Mhm. ni jinsi gani ambavyo mtu anaweza kuelewa hili linakubalika mbele za Mungu ila hili lingine halikubaliki. Mhm. Labda uanze kwa majina ili waweze kukujua, au ujieleze unatoka wapi pia, na pia unahudumu katika kanisa gani, Mhm. na pia tuanze tu pale pale tuanze kuzungumzia jambo hili. Shukran sana. Kwanza nashukuru kwa mwaliko yenu hapa ndani ya Mwanga Radio. Nafurahia sana kufika ndani ya Mwanga Radio kwa mara yangu ya kwanza. Kama jinsi ambavyo umesema, ninaitwa Odur John kwa majina kamili. Mi natoka maeneo ya Siaya, lakini sasa hivi niko hapa Eldoret. Nashiriki na kanisa la Kapsoya Sirikwa, na mimi ni mwaminifu, napenda Yesu kama mwokozi wangu. Ehe. Mhm. Kwa hivyo tunaanza moja kwa moja Mhm. tupate kujua, Mhm. je, ni vitu gani ama ni mambo gani ambao watu hufanya bila kutambua iwapo inakubalika mbele za Mungu ama inakubalika, iwapo haikubaliki ama inakubalika. Mhm. Shukran. Hapo ndipo tunaita gray situation, Ehe, yaani mahali ambapo hujui kama uko sawa sawa ama yuko sawa sawa. ehe, Gray yani inamaanisha kwamba haiko white ama haiko black, tuko katikati. ehe, Kusema kweli, waamini ama wale ambao tunaita believers katika lugha ya Kimombo ehe, wamepitia situation hii mara mingi. Kuna matukio kadhaa ambao wanafanya, lakini hawajui kwamba kama ni vyema mbele za Mungu ama pengine ni wrong, si vyema mbele za Mungu. ehe, Kuna matukio kadhaa, nikianza na mavazi. Sasa hivi navifahamu vyema kwamba dunia ya kisasa imekuja na mavazi mpya, mavazi la kila aina, ambapo unapata kwamba watu wanaipenda sana sana, youths wanarika wa sasa ehe, wanazipenda, ehe, lakini unapata kwamba hawajui kama mavazi ya aina hizo zinakubalika mbele za Mungu ama zinakubalika kulingana na scriptures mhm, ama hazikubaliki. mhm, Mingi sana unapata kwamba watoto wa kike sasa hivi wanavaa aina za nguo ambazo expose mwili, ehe, zinawaacha wazi. mhm, Unapata kwamba amevaa, kama ni tuna hizi zinaitwa crop top, mhm, kuna hii aina ya longi ambayo imembana sana. yes, Ah, Wanasema kwamba wanavaa nguo aina hizo, lakini wanasema kwamba hakuna mali imeandikwa kwenye Biblia kwamba hatufai kuvaa nguo aina hizo. Kwa ehe. hivyo napata kwamba ni changamoto, it's a challenge. Hatujui kwamba ni vyema mbele za Mungu au si vyema mbele za Mungu. Wajua kwamba watu wengi Mhm. hupenda kusema mavazi yangu chaguo langu. Mhm. Kweli kabisa. Kwa hivyo watu kama hao tunawaambia nini? Mhm. Kitu cha kwanza nawaambia, cha msingi, tunajua kwamba ni Wakristo, Mhm, na one thing with a Christian kwamba anafaa kubelieve. He mhm, or she is a believer. yes, Once you are a believer, you should be guided by the scriptures. yes, Unafaa kuwa unakuwa guided by the scriptures, maneno ambazo zimeandikwa kwenye Biblia. ehe, Kwa hivyo siku zote a believer anastahili kuwa ana stick to the biblical concept. Anafaa ehe, kuwa anasoma Biblia kila mara na anaweza kuelewa.
Kwanza kuna kusoma Biblia na kuelewa na kuna kusoma tu ile tunasema unasoma tu. Ehe. Cha muhimu ni kuweza kusoma na kuelewa. Ndiposa usiweze kuargue kwamba hakuna mahali kwenye Biblia imeandikwa kwamba sifai kufanya kitu kama hiki. Yes. We ingia pale kwenye Biblia, kuna vitabu mingi sana ambazo ziliweza kuandikwa kitambo, kuna zingine ambazo zimeandikwa na prophets, Mhm. kuna ambazo zimeandikwa na kila mtu kwenye Yes. Biblia. Ehe. Wewe uweze kusoma na uweze kuelewa na ndiposa uweze kufanya kile ambacho ni kizuri mbele za Mwenyezi Mungu. Usikuwe na doubt. Tukiachana na hiyo ya mafasi, Mhm, ni jambo gani pia ambalo watu hufanya mhm, bila kujua iwapo inakubalika ama haikubaliki? mhm, Labda utaje tu mbili tatu ili tuweze kuchambua ikiwa zote tatu mhm. ikiwemo hiyo ya mafasi. Nimesema ya mavazi ni ya kwanza. Ya pili Ehe. nasema kwamba ni manguo, si manguo, samahani. Mhm. Ya pili ni chakula, Ehe. mlo. Aina za chakula ambazo watu wanakula. Mfano watu husema kwamba Mhm. sili nyama ya nguruwe. Sili nyama ya Ehe. nguruwe na kuna Eh, sababu yake. Wale ambao wanasema namna hiyo wako na sababu zao. kuna pia wale wanasema sinywi chai, Mhm. sinywi chai ya majani, yani sinywi chai ambayo chai kwa mfano, wacha niseme hivyo kwa sababu Mhm. tuwezi tukaita chai, wanakunywa ile yenye imechemshwa tu maji na maziwa. Mingi kabisa. Kwa hivyo watu wengi hufanya hivyo. Je, Ehe. wanafaa kuielewa vipi? Mhm. Jinsi nilivyoweza kuelewa kwamba wale ambao wanatenga chakula fulani Mhm. huwa ana sababu zake za Ehe. kuitenga. Nakumbuka pale kitambo kuna mtu hakuwa anakula hii mboga, aina ya mboga inaitwaje? Kunde, Ehe. na sababu yake ilikuwa ni nakumbuka sababu yake ilikuwa ni kwamba kunde Mhm. ndiyo unakumbuka story ya Adamu, Ehe. Adamu baba yetu wakiwa na Eve Ehe. hapo mwanzoni. Yes. Wanasema kwamba kunde baada ya Adamu kufanya dhambi na akafukuzwa kwenye shamba la Edeni, Yes. aliweza kujifunika. Walipofanya dhambi, Mungu Ehe. akaja pale akawapata wakiwa uchi. Inashangaza. Ehe. Walijifunika na ile Na aina ya mboga ilikuwa inaitwa kunde. kunde. Ndiposa wanasema kwamba huyo mtu alikuwa anasema kwamba kanisa lao hawakubaliwi kukula kunde kwa sababu Adamu walijifunika na hiyo aina ya mboga ambayo inaitwa kunde. Na Hilo wengi sana, wengine ambao hawakuli ngoja hii. ngoja ngoja ngoja. Samahani, ninaenda haraka. Hivyo inamaanisha kwamba huyu Mhm, mtu kwa mfano mhm, anajua ni hiyo mboga mhm. exactly Anajua kwamba anafahamu. ilitumika, I anafahamu ehe, kwamba ni mboga aina hiyo mhm, ilitumika mhm. kujifunika. Adamu na Alijua Hawa walijitumia kujifunika, kufunika singetaka uchi yao. singetaka kuuliza alijuaje, lakini labda utatueleza pia iwapo imeandikwa Ehe, kwa Biblia. ndivyo anaamini. Ehe. Lakini kwa hasili, Mhm, je, inaweza kuwa imeandikwa kwa Biblia ama ni jambo tu ile ambayo mhm. amefikiria tu huenda ni hiyo? Alivyoniambia nikikumbuka, kuna mahali ambayo aliweza kurefer, aliweza Ehe. kusomea. Ehe. Unajua kwamba makanisa yetu tuko na dini tofauti tofauti, Yes. na sasa hivi wengine hawatumii ile kitabu ambayo ile kitabu halisi ambacho ni Biblia, Ehe. wengine wanatumia vitabu vingine. Ehe. Kwa hivyo Unajua. wanasomea kutoka kwa vitabu vingine, lakini sio Biblia halisi ambayo inafaa Ehe. kusomwa. Yes. Aha. Unajua hata sasa watu hupenda sana kutumia simu, Mhm, na ukijaribu kuangalia inamaanisha mhm, ukijaribu kuangalia na kulinganisha ile ambayo imeandikwa mhm, iko na tofauti fulani. Kwa hivyo kuna tu imeleta tu mchanganyiko, mhm, kwa sababu watu unaposoma hii na kusoma hii unapata kuelewa kwamba haiendani. mhm, Kwa hivyo watu wanafaa kusoma kwanza kabla tukamilishe, kwa sababu naona kwamba muda umetupa kisogo kiasi. mhm, Kwa hivyo ningependa uweze kusema ama mhm, kutueleza, je, mhm. mtu anafaa kusoma Biblia gani ili aelewe? Kwa sababu watu husema kwamba sielewi, Mtu anasema kwamba sielewi nafaa kusoma gani, kwa sababu
hili linaeleza hivi na lile linaeleza vile. Kwa hivyo anapaswa kusoma gani ili kuelewa zaidi? Kuna Biblia ambayo imekuwa proved, Biblia halisi Yes. ambayo imekuwa proved kwamba ndio Wakristo. Yes. Wacha nizungumzie Wakristo wanafaa kusoma. Okay. Na ndio imebeba maneno kamili ambayo tunaamini kwamba yaliweza kutoka, maneno ambazo yaliweza ama vitukio ambazo yaliweza kufanyika wakati wa Yesu Kristo. Na hiyo ndo the Holy Bible. Tunasema kwamba the Holy Bible. Japo kuna versions mingi ambazo sasa hivi Biblia zimeweza kuandikwa kuwa translated in, lakini the Holy Bible ndio Biblia ambayo sisi Wakristo tunafaa kuamini kabisa. Ndio maneno kutoka kwa the Holy Bible tunafaa kuamini. Yes. Kwa sababu wale ambao walikuwa waandishi wa Biblia, waandishi wa Biblia waliweza kuandika yale maneno yalivyofanyika bila kugeuza, bila kuongeza wala kuondoa. Bila kuongeza wala kuondoa. Kweli kabisa. Kwa hivyo ukienda kwa hizi versions zingine mingi ambazo zimekuja sasa hivi, utapata kwamba wao either wameongeza ama wameondoa zingine. Na ndio wanapotosha waamini wa sasa hivi, ambao unapata kwamba mtu anakuwa anafanya kitu fulani alafu anaargue kwamba ako sawasawa na anasema kwamba limeandikwa kwenye Biblia, of which kusema kweli haiko kabisa. Shukrani sana kwa maelezo hayo. Tutazidi tu kwenda mbele, mpenzi msikilizaji, usipanduke. Hapa ni Mwanga FM. Kumbuka kipindi hiki kinakujia kwa hisani ya Genius Star. Genius Star ni wanafilamu ambao wanakuandalia filamu kama vile The Rogi, na zinakujia tu ndani ya wiki 3 hivi zijazo. Ni zitakuwa zikipeperushwa moja kwa moja kwenye mitandao za kijamii, pia Facebook, YouTube, TikTok na Instagram. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube na kufuatilia pale Facebook na pia Instagram na Twitter ndani ya Genius Star Media Group. Jina ni Genius Star Media Group. Sidi kuendelea nazi hadi tamati. Tutarudi, tunaenda mapumzikoni. Hizi ni habari za Mwanga Radio, ikiletwa kwako na Genius Star Media Group.